Mr Soa ananifurahisha sana ujue. Hivyo. Mr Soa. Yeah. Kwa nini Ikinyoma? Nilicheza nilikuwa na furaha sana kwa sababu nilikuwa ni staki matachari sana. Berahino slay queen Malaya jewe nawe je ndi slay queen Malaya mugende mukazi amna noma. Nagonga hodi kwako ndugu mtazamaji wa Aswan TV. Sauti tunayesikia hapa on Aswan TV on microphone ni Oxwinner, the revolution, the solution na mengi kadhalika. Hii ni Aswan TV, behind the camera ni Lizby kama kawa kama dawa. Pita kwenye ukurasa wetu ama channel yote ya YouTube, andike Aswan TV, ufanye subscribe, share na like. Kabla kuendelea udondoshe comment yako pale, itakuwa inasaidia sana, itakuwa vema zaidi. Nadhani mko goody heli ya mwaka mpya. Tuko tunamaliza mwaka wa 2022, tunaingia 2023. Mambo yako sawa sana. Leo tuko na wanani? Leo tuko na waingizaji, wa director na wa producer wazuri sana. Karibu sana, muende kuangalia show. Tunaenda kuingia kindakindaki jua kazi yao, tujue kazi zao zinapangwa aje, zinaingia aje, zinaendelea aje. Tunaenda kumaliza mwaka vizuri. Waliingiza kwenye cinema ama kwenye film Ikinyoma, mliwaona waliingiza vizuri, walicheza vizuri, na hapa tunaenda kujua tatizo ambazo walikutana nazo na penye sinema iko inaelekea. Nadhani sinema inaendelea sana. Karibu sana tena, niwaambie heli ya mwaka mpya. Ni Oxley on microphone. Tunapokea mgeni wetu wa kwanza ni Lahai Loy, kama ndo Lahai Loy. Karibu sana mama. Thank you. Karibu sana. Asante. So unajisikia kuwa mbele ya Aswan TV? Nasikia furaha sana. Furaha sana. Tupatie hapa director wetu hapa. Mshikia ina shida. Kweli kabisa. Karibu sana papa. Asante. Karibu sana, ujisikie huru. Shukran. Kabisa sana. Mpatie huyu naye wanamuita Kessie. Mlimjua sana, alifanya mambo mazuri sana kwenye Burundian movie. Karibu sana mama. Asante sana. Unapendeza. Thank you so much. Mpatie so hapa. Wanamuita so Mr. Soa. Sawa. Inawaka. Karibu sana kwenye Aswan TV. Asante. Karibu sana kabisa. Asante. Tena asante, shukrani baba. Sawa. Mpatie Kessie, ndo producer director wetu. Ayo maniga. Karibu sana papa. Karibu sana. Ayo maniga. Maniga. So hawa ndo walicheza kwenye cinema Ikinyoma, kwenye movie Ikinyoma, ndo walifanya mambo mazuri sana, makubwa sana. Acha tuanzie kwa director. Mpatie mic, tuanzie kwa director. Inaanzia hapa. Hivyo. Sawa. Director, tunataka tuambie jua nini Ikinyoma? Title, jina. Jua nini walichagua jina Ikinyoma kwako? Wewe uli kwanza bwana Mr Soa ananifurahisha sana ujue. Hivyo. Mr Soa. Yeah. Kwa nini Ikinyoma? Kwa nini jina hiyo title? Sinema naweza kuongelea machache kwenye hii historia. Ikinyoma mimi sio mwandishi, ni director. Wewe ni director. Na mwandishi yupo. Ni nani? August. Boya. Nani? Boya. Okay. When director. So nataka kujua siku ya kwanza walikwambia jina, walikwambia Ikinyoma, ulisikia nini? Yao wanakuletea wanakuambia tunataka kufanya kushoot video ama cinema Ikinyoma. Ulisikia Ikinyoma? Hiyo title ndo mie ilinipa matata sana. Ya kwanza siwezi ongea kwamba sinema tangu nilisikia kuna sinema iliandikwa eti ilikuwa inaitwa Ikinyoma. Kama mwandishi aliponiambia mimi na sinema yangu nahitaji uidirect. Alileta, nilipoangalia sinema yenyewe. Story ilinifurahisha sana. Ilikuwa story ya utamu. Sawa. Manake nilivyoiangalia, kuiangalia ilinifundisha mambo mengi sana. So inaongelea nini? Tuingie kindakindaki kidogo. Kama nilivyosema, yani Ikinyoma na Ikinyoma ni uongo manake. Kuna uongo ndani ya filamu. Ila haimaanishi kama inafundisha uongo. Na kuna mafunzo ndani yake mengi sana ndugu yangu.
ina mafunzo tofauti na kila mtu ambaye anayenitazama kwa sasa hivi, namuomba sana agashiriki kwa watu ambao wataangalia hiyo sinema. Ni sinema nzuri sana. Na kwa sasa hivi kama unavyoona hapa tunashoot sinema ya Bonane. Umesha tunashoot sinema ya Bonane. Tayari ishaisha. Hapa ndio hivyo. Maana yake pana nini? Kitu cha mpya kinakuja tena, ni hatari. Unajua simu zenyewe bana noma. Hapo umeshachelewa kwanza. Ikibidi haina dawa. Sawa. Ndio hiyo, acha tuharakishe kidogo, tumpatie hapa Eloy. So wendo muingizaji uliingiza mu sinema Ikinyoma. Siku ya kwanza walikwambia, nadhani walikuita wanakuambia tunataka kushoot hii sinema, tunataka kushoot hii filamu. Sasa siku ya kwanza alikwambia filamu, jina kwanza, ulisikia nini? Na siku walikwambia ulicheza hole gani? Ulikuwa Kashangingi moya gangi. Uongo. Kweli. Sawa, siku alikwambia title Ikinyoma, ulijisikia kama muingizaji? Ulijisikia nini? Unasema Ikinyoma tu. Ulijisikia? Cha kwanza nilifurahi. Nilisikia bien, nilifurahisha sana kwa sababu ni tamu sana. Nilicheza nilikuwa na furaha sana kwa sababu nilikuwa ni staki matachari sana. Hicho kwanza nilifurahisha sana. Mara nyingi nazoea kuuliza waingizaji hole ama kitu gani wanachokicheza kinakuwa kigumu ama chenye kinakuwa rahisi. Kwako ni kitu gani kinakuwa rahisi kwako kucheza? Kila kitu kwangu ni rahisi. Juko na mwingine anasema mimi umalaya unanisumbua sana mimi, vitu vya uchawi na urozi vinanikuwa vigumu, mimi kwa msazi msinema vinanisumbua. Kila kitu vraiment. Wakikupatia ulevi ni sawa sana. Wakikupatia mama wakikupatia ukwe mama ombi. Mama maombi. Ndo napenda sana sasa. Hiyo ndo haikufanani lakini. Mwingine haifanani ni Kessie. Huyu sasa kuwa mpasta hawezi vraiment. Sura yako sio ya Ukristo. So tumpatie Kessie hapa, utuambie shida gani ulikutana nayo kwa kucheza sinema Ikinyoma? Ni vyinshi. Matatizo ambayo ulikumbana nayo. Intamba byahuye nazo. Uchambere. Umunsi wa mbere nzo gushutinga filme Ikinyoma. No munsi wa mbere nanje mu bitaro. Muri iyi sinema Ikinyoma tugiye kuyishutinga. No munsi jewe na Roy twinjiye ibitaro. Tugiye kuyishutinga. Twarahuye n'ibibazo byinshi cyane. Kandi nyuma y'iyi filme twarahuye n'intambamye myinshi mu miryango yacu. Tuhagenda tugasanga tuje muri shooting Ikinyoma, tuvanye n'abantu ugasanga umukaya tutuswa mu bitaro. Tugana turi muri ivyo rero twaraho intamba nyinshi cyane. Iyo mugiye gushutinga bigashika mugahura n'intambamye kuri tele mugataha bwije, mu rugo bafata gute? None se none ko ndumukinyi nakubwiye je Roy niwe wakubita ariko Roy niwe nakubwira jewe era jewe baratwe n'umunyamafilme kandi jewe na ubwa mbere, lakini wengi wanawakamata kama washindikana mwisha yani sio hivyo jere na jena nishi malaya kandi ntibigera bavyemera bose baravuze slay queen malaya jewe nawe je ndi slay queen malaya mugende mu kazi amna noma basi okay, tunaenda kwa soa hapa. Yo baba. Soa kama hapana soba. Ni soa ndio baba. Soa ndio hiyo soa sasa. Na kufuata kwa tano. Sasa tunataka kujua tangu uanze kufanya uingizaji. Ndio. Ucheza sinema. Ndio. Kitu gani ambao ulishafaidika? Nilifaidika vitu vingi sana, wakati nilikuwa naigiza vitu ya mafilamu. Cha kwanza nilipata watu wengi. Sana wanawake, yani nilipata wanawake wengi sana. Afu nilifaidika pakoma nyumba niliingia. Kingine niliona upendo zaidi.
Ndio. Okay. Ila niko na swali. Nyewe journalist mko na tabia mbaya. Tabia mbaya. Nyewe unapenda kuuliza wanawake tu, si wanaume. Tuko hapa tu, tuko kimya tu. Baba mbadilishe. Kila kitu ni mwanamke. Tuendelee sasa. Kila mwanamke anakuwa mbele kwa kila kitu. Ndio, najua hiyo. Ndio hiyo. Na baba wa nyumba kitaka kutoa pesa kwanza anaanzia kwa mwanamke, anashuka kwa kaka zake. Usijali. So ndio hiyo. Sinema movie. Usijali baba. Movie Ikinyoma. Ndio. Ilikufundisha nini? Vitu vingi sana. Kitu ilikuachia wewe kama muingizaji. Cha kwanza unajua hii filamu ndugu yangu. Tulihangaika sana, tuliingia mu mabitaro. Tulikosa franga. Yani nikikumbuka hapa Runa inafikiri naingia somo sasa ilikuachia somo gani? Somo ilinifundisha kuishi na watu vizuri. Ilinifundisha kupanda milima. Ilinifundisha vitu vingi sana. Okay. Ilinifundisha kwa jumla ni vitu vingi sana. Mwa hiyo movie nani alikuwa mwongo? Kessie. Mwongo. Kessie ndo alikuwa mwongo. Mwongo? Abasi ni alikuwa mwongo. Abasi ni alikuwa mwongo sana. Mwongo ni Abasi. Haje wao mfisi swala yote kumjana na besh. Ibintu byose bizakuri je. Unafana mwongo. Mpatie. Director ndo alikuwa mwongo. Sana. Unaona baba wananipatia kauno naona. Unaona malizia Mr Sammmy malizia. Malizia. Hata ni malizia wananikatia kauli hapa. Mimi nimekuuliza nani alikuwa mwongo? Ni huyu. Huyo. Ndio, afu mkahamisha ma mikrofoni. Aibakie hapa. Sawa. Sasa mimi niko nataka sasa kumuuliza alikuwa anadanganya nini kwanza? Alikuwa anadanganya vitu vingi sana, vitu vingi. Ila tu mimi sikufuatilia sana kwa juu mimi nilikuwa motari cha kwanza. Mimi nilikuwa motari, mimi ni mgonga mtu hapo nikimaliza nifikana najiendea. Vingine ya kufuata message unaona. Tunaenda kwa mwongo sasa. Mwongo huyu. Asante. Tunataka kuongea na mwongo. Baba. Wanaita nega. Mimi ni mwongo kwenye filamu ila kwenye maisha ya kawaida hapana. Unasema kweli. Acha basi tuongee na mwongo. Hapa tuko mu cinema. Au sijali. Tuko maisha ya kawaida, tuko mu cinema. Maana yake uko mwongo. Tunataka kuongea na mwongo. Sasa wewe ndo ulifundisha uongo ama nini? Ndugu yangu, kwenye hii filamu kwanza mimi nilikuwa ni muongo kwa mwanamke pia na kwa mwanaume. Sasa wanao kuchukulia hiyo maisha una nini? Inawezekana. Unanichukuliaje kwanza Unanionaje mpaka? Unamuonaje? Mungu amsamehe kwanza, Mungu amsamehe. Anafanana na diaspora lakini. Mungu amsamehe. Anafanana na diaspora. Anafanana. Vizuri sana. Au kuona Kessie alivyonipenda sababu anajua kama niko na mkwanja inaonekana sina kitu. Hata tumalize na mwongo kwanza. Sasa ulikuwa unamaanisha nini? Unataka kutoa mafundisho gani kwa watu wanaoitazama? Kama nilivyokuambia mimi ni director na mwandishi yupo. Hayo maswali unaweza kumuuliza mwandishi na mwandishi ana maana yake mpaka akaandika yale mambo. Mimi ni react kwa sehemu ya kuact. Pia nilidirect filamu ambayo yenye ipo. Unanipata? Ila kwenye hiyo filamu nilipotizama niliona kama ni filamu ambayo yenye kufundisha watu na kufanya watu wabadilike kwenye mambo fulani. Unanipata? Mungu anisaidie nikutane na mwandishi. Inshallah. Ningemuuliza kwa nini alichagua wewe? Maana yako kuna sura ya uongo. Kwa nini yani aliamua wewe? Kwa nini? Wewe hapana na uongo. Kwanza kwa nini walichagua wewe? Kwa hiyo pole. Unajua kwenye mwandishi hana uwezo wa kuchagua mchezaji. Na director hana uwezo wa kuchagua mchezaji. Wanaangalia mwenyewe anaweza. Japo kwa sasa hivi sinema ambazo tunazoziact sisi ndo tunachagua. Kawaida ya mchezaji anachaguliwa na story au na filamu yenyewe. Ndio inasema ule ndo ananistyle. Lakini kwa sasa hivi watu tunachukua watu kwa sababu sisi tunaona watu. Sasa kwa nini vinaangukia kwako? Kwa nini havikuangukia kwa Chris ama kwa So? Sio kwamba mimi ni mjanja, sio kwamba mimi naweza.
mimi najitahidi kama wengine. Ndio maisha yako. Ni sababu wengine walikuwa na zingine sene. Lakini ulicheza mzuri. Uliweza kabisa. Nilijitahidi. Hongera sana. Hongera sana. Asante. Hongera sana, lakini usikuwe muongo maisha kawaida. Shukrani. Hongera sana kabisa, uliweza. Tunaenda kwa producer wetu hapa Chris. Tunataka tuambie kama wewe chunga nipe. Pole. Ndio hivyo. Chris, kama wewe ulikuwa kwenye uwanja penye walikuwa wanashoot Ikinyoma, kitu gani wewe uliona kabisa ukasema hapa kabisa walitendea haki hiki kitu? Sene gani ilikushitoa na ukasema kabisa hii kabisa kwa filamu yote hii sene naona kabisa iko fresh sana? Kiukweli mimi napenda kwanza mchezaji anayejiamini. Kwa sababu ukijie Ongea baba, ongea yote. So kitu cha kwanza napenda mchezaji anayejiamini. Sinaona hawa wote ni wachezaji ambao wanajiamini. Pia wanajua kuact. Sawa. Wanajua, sio kusema kuact, wanajua kuact. Yani wanaweza. Sasa naweza nikasema nitaka kujua sasa, niko nakuuliza kitu kenyewe walimecheza kabisa na ukasema kabisa hapa kwa hiki kapande kabisa na mimi kananigusa. Kuna kipande ambacho ni vipande vingi, lakini kuna vipande ambavyo vimenifurahisha sana. Katika sene ambazo tumezozitengeneza, kuna sene mbili ambazo zimenifurahisha sana. Na wakati nilipozishuti nikazi editing nimekuwa na furaha. Kuna episode ya kwanza, kuna sene ambapo Roy amekuwa iko na lima na mama yake. Kuna muda amefika na act, yupo na imba. Kiukweli hiyo sene imenifurahisha sana. Okay. Ya pili. Sene ya pili ambapo tunga kiukweli siwezi nikakudanganya. Sene ya pili ambapo iliyonivutia sana ni ile sene ambapo Abbas alikuwa anamsubiri Augustin. Ili afike wafike wanaenda nao nyumbani. Kiukweli jinsi walivyo act pale Abbas na Augustin amenifurahisha sana. Na Abbas nikizani Abbas hiyo siku niliwahi kukuambia. Hii sene Ikinyoma yote isene ndio imenifurahisha. Unakumbuka? Baba tunamuongeza ya tatu. Aseme ya tatu. So kiukweli. Tunamaliza. So kiukweli. Okay. So kiukweli sene zote za Ikinyoma ni kali sana. Bro, mashabiki wa Azwan TV. Tunawaomba nendeni katika page yetu Hero and Fresh Entertainment muone seri Ikinyoma. Ni kali sana. Kali sana. Uyu munsi baganda bayirara. Yes. Part 2.